ni shule ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Technical training is a very important component of the Kenya government strategy to have skills, to have competencies and relevant knowledge for equipping our human capital, the young people of our nation, with skills that can make them contribute meaningfully to the development of our country. And therefore, I want to congratulate all the students of this college, and I want to give you my assurance and that of the government of Kenya that we are going to deploy sufficient resources to make sure that all our students have the best opportunity to acquire knowledge, to acquire skills, to gain competence, and they can contribute their energy, their talent, their expertise in growing our economy and developing our country. It is the reason why the government of Kenya, we have increased the budget for education by 127 billion this year. Because education is a very important component, is a very important aspect of growing our young people and equipping the citizens of our country appropriately so that they can contribute meaningfully going forward. I want to tell my TVET students, nataka munisikize vizuri. We have enhanced the budget for TVET from 5.2 billion to 10 billion shillings every year. The government of Kenya, number 2, we are hiring another 2,000 tutors so that they can come to institutions like RUTO, so that parents don't have to pay for tutors in Karurumo or any other institute in Kenya. Tunaelewana? Number 3, we are working on equipping, and CS Machogu, PS Moria are working with me as I talk to you. Our Prime Cabinet Secretary is in China to negotiate another package of 70 institutes to get equipment for training in our TVET institutions, because it is important that you have the correct equipment for training so that you can get the correct skills, and we can make you as citizens of Kenya and young people of Kenya get the correct skills for you to make a meaningful contribution to our country. Are we together? Leo mimi nimefika hapa na nimeambiwa ya kwamba bado kuna wanafunzi wengine wanasomea kwa tent. Ni kweli? Kuna wanafunzi wanasoma kwa tent? Asalala. Haya, lakini niko na maneno, si ndio? Wakati nilikuwa napanga nikuje hapa Tigania, huyu mjumbe wenu anaitwa Daktari Mutunga aliniambia iko matatizo pale Karurumo, lazima ukuje ukijipanga, si ndio? So nimekuja na mpango. Sasa nitawapatia shilingi milioni 10 ya kujenga madarasa mengine mapya. na mimi nataka tukubaliane namna hii. Hiyo pesa tumetoa tayari, milioni 5 iko hapa, milioni 5 inakuja next week. Mimi nataka hiyo madarasa ijengwe, ikamilike in the next 4 months. Tuwe na, ndio? Ndio jameni, warembo hawa wakikaa kwa tent si watachomeka na jua? Ama aje? Si ndio?
Unajua wasee wanaweza kujivumilia jua, lakini si ndio? So tutapangana namna hiyo. Vile vile tuko na mambo ya area hii ambayo huyu mbunge wangu ameniambia ya kwamba wewe ngojea. Mnataka basi? Sasa wewe nani? Wewe wacha kuniharakisha. Wewe umesikia mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Na nikiamua kulala hapa. Ndio? Mos, wewe ngojea. Ndio? So muko na kazi zingine. Tuko na maneno ya maji sehemu hii. Na tunataka, tumekubaliana na mbunge wenu, tuko na mpango ya maji ya hapa. Ndio tuhakikisha kwamba sehemu hii inapatikana maji ya matumizi nyumbani na vile vile maji ya irrigation. Kwa hivyo nitarudi hapa niwapange na mambo ya maji. Tumekubaliana? Hapa pia kwa sababu inazidi sasa na kuwa town. Huyu mjumbe wenu amesema anataka tuweke lami hapa karibu ndio muache kutembea kwa matope. Si ndio? Sasa nimesikia hiyo maneno. Wacha niende niwawekee kwa budget ndio tuwawekee barabara pande hii lami ikae sawa sawa. Tunaelewana? Kuna kazi ingine ambayo tumekubaliana na hawa viongozi vile vile, tuko na kazi ya hospitali hapa. Na tuko na mpango, tumeweka pesa kiasi ya kusaidiana na gavana wenu Kawira Mwangaza tuweze kuweka hospitali hapa ndio tuweze kuhakikisha kwamba matibabu inawafikia. Tumekubaliana? Tunaelewana? Kwa hivyo nyinyi wanafunzi, mimi nimekuja pia hapa kwa sababu ya ICT hub yenu. Pale kwa ICT hub tumeweka kompyuta 100. Sawa? Mimi nataka nimwambie waziri, kwa sababu wanafunzi hapa ni wengi, karibu 6,000. Mimi nataka uende utafute kompyuta zingine 100 ulete. Ndio tupate nafasi zaidi, so that more young people, listen to me, you young people, tunaelewana? Even if you are doing what course, you can still learn a computer skill. It only takes a month or 2. And using that computer skill, you can earn and monetize that skill. You can earn up to 50,000 shillings a month. And you can still be in school. Nyinyi mnanielewa? Hapa tuko na mtandao. Hapa tumewaletea computer. Don't waste that opportunity. I want every young person in this college to take advantage of the ICT facility we have here, the internet facility we have here, the computers that we have in this college, so that you can learn skills and you can monetize those skills, use it to empower yourselves, pay for your way around and earn your money and get an income. Tunaelewana? Tuko pamoja jameni? So kwa sababu ya masaa, na mimi nimefurahi sana, si ndio? Mimi vile vile nataka nimwambie waziri wangu wa Alice Wahome, alikuwa na mimi, I don't think she's here. Kwa sababu ya mambo ya mahali wanafunzi hapa wanakaa, si ndio? Mimi nataka munipatie shamba kidogo nijengee hawa wanafunzi hostel. Si ndio? So tutajenga hapa, nitatumana waziri wangu Alice Wahome tupange hostels at least 300 ya kwanza hapa. Sawa sawa? Kwani nyinyi mnaishi wapi? Area? Muko area? Umu? Around? So wacha tutaanza sasa safari. Tunataka community ya hapa wajenge manyumba, lakini na sisi tutajenga pia hostels hapa, ndio asa these young girls wawe na mahali ya kuishi na vijana hawa pia wapate mahali ya kuishi. So we are going to begin that process and I'm going to instruct the ministry to make sure wewe Machogu na Walo inform your colleague ya kwamba nimesema hapa ya Karurumo. Karurumo Karumo.
Sasa nimeongeza, imekuwa story mrefu. Sawa? So tukuje tuwajengee hostel so that we can give you an opportunity to learn in an environment that is conducive. Sawa sawa? Tuko pamoja? Si mnajua kuna jamaa ananisaidia hii kazi? Bwana Deputy President. Jina yake ingine ni nani? Rigiji. Si awasalimie. God is good. I know the time. Mumekufurahi kuona rais wetu. Si amekuja na mazuri. Na sisi tumeandamana na yeye hapa siku 3 kwa mambo ya maendeleo katika kaunti hii yetu ya Meru, kwa sababu tulikuwa na maagano na nyinyi na wazazi wenu, mlituombea, mkatupatia kura, tukapata nafasi ya uongozi. It is time for us to pay back by working for you, na ndio tumefika hapa Karumo. Si ndio? Si ndio? Na mimi naona mmejipanga sawa sawa, si ndio? Mimi nimefurahi sana, tutatafuta nafasi siku moja. Saa ile mdusa hapana iko, nikuje bash tucheze na nyinyi kidogo kidogo. Si mnajua mimi ni mtu ya kucheza dansi. Lakini unajua sitaki mdusa aone mimi sana, kwa sababu amepanga kazi mingi, si ndio? Sasa huyu mdozi yangu mtapanga yeye pale mbele. Huyu mdozi yangu mtampanga pale mbele. Mambo yake iko sawa? Kabisa? Are you sure? Kabisa? Na watu wengine wanatuzia uoga. Ati mambo yake yanaweza haribika. Kuna mambo yanaweza haribika? Mambo yake iko sawa? Asante sana. Thank you very much. May God bless you. Haya, wacha nimuite gavana wetu Mama Kawira. Bwana asifiwe. Kabati kabati. Kaende kaende. Rais, tunakushukuru sana. Hii ni shule yetu ambaye kwa Meru mzima ni number 1. Na sisi watu wa hapa tuna nidhamu ya kutosha. Kwa hivyo tunataka kusema ni asante, maana umesema utatuwekea barabara mzuri, utatuongezea hostels, utatupatia maji. Letu ni kusema Mungu akubariki na akutende mema. Kabati kabati. Kaende kaende. Mungu awabariki sana. Haya. Hapa niko sasa na mjumbe wetu ya Meru. Anaitwa Daktari Ndiunga. Bwana Yesu asifiwe. Mko salama? Wapi salamu ya Mheshimiwa Rais? Tuko hapa leo kwa sababu kwa kura yenu na maombi yenu mlichagua Rais William Samoei Ruto kuwa president wa Kenya, na deputy wake akawa Rigiji, na mnafurahia watu kweli? Mnafurahia viongozi wetu? Hao Mheshimiwa Rais ndio tunajua na ndio tunaheshimu. Sasa Mheshimiwa Rais, umeongea mengi kuhusu institution. Mimi nitasema moja tu kuhusu Karumo. Mheshimiwa Rais, hapa kuna uhaba wa stima. Hapa kuna shinda ya stima. Hawa watoto unaona hawa ni wadosi, wametoka nyumba kubwa kubwa huko kwao. Na huko kwao kuna stima. Wakija hapa wahakishe ile taa, inakuwa shinda sana hata kupita mitihani. Lakini nawashukuru Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu nyinyi mko mstari wa mbele kwa Kenya yote. Tumeshinda wengine wote. Mheshimiwa Rais, wakipata stima ya kutosha hawa hata watishindana in Africa. Nasikia East Africa pia kikombe umechukua, ama namna gani? La pili, Mheshimiwa Rais, nataka kukushukuru sana kwa sababu ya kusema tutazindua mradi wa Kingirwa Water Project. Ile maji amesema maji, tutaenda huko tufuate, na tunawasiliana kwa karibu na CS wa water, tutahakikisha ile mradi umeibuka na umesaidia watu wetu. Nikushukuru tena kwa ile kazi imefanyika na waziri wako Mithika Linturi. Mithika Linturi ametupatia ile inaitwa feedlot huko upande wa Rwanda hapa chini kidogo, ambayo itatumia pesa taslimu shilingi 1,100,000. Tumpigie makofi wa Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo tunashukuru kwa hayo. Mheshimiwa Rais, ya mwisho nipe nafasi tu ni recognize you kijana huyu. This is the only UDA candidate. Huyu tu ndio UDA candidate tuko naye Tigania West.
Na nakumbuka siku moja usiku kama saa 3 ya usiku uliteremka mpaka pale Limoro na ukainua huyu kijana mkono na akachaguliwa kuwa UCMD. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kumpatia nafasi hiyo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Adhwana haijavunjwa na mtu. Wewe ndio ulikuwa deputy president wa kwanza kuja katika ondi ya Adhwana hapa kwa harusi yangu. Ukakuja usiku pale Limoro ukaambia watu wakinichagua utarundi hapa. Amerundi ama hajarundi? Ya pili, Your Excellency, wewe ndiye president wa kwanza kukanyanga katika e-ward. Na tunashukuru sana kwa hiyo. Kwa hivyo Your Excellency, ile kitu tunataka kusema kidogo. Hapa tuko na wanafunzi around 7,000 na tuko na wakaaji hapa around 3,000. Your Excellency, nao watu unaona hapa wanafunzi wanakaa Kianjae, wengine wanakaa Mudhara kwa sababu hapa hakuna stima. Naomba tafadhali leo kama candidate wa UNDA peke yake hapa uniachie transformer kama 10 hivi nipange hao watu Your Excellency. Kitu ya mwisho Your Excellency. Kitu ya mwisho pale chini tuko na title deeds za Neo KRA ulitupea ofisi ya land hapa. Hizo title tafadhali tunaomba urudi hivi karibuni utusaidie ili tuweze kwenda. Na Kengero tafadhali usisahau. Asanteni sana. Jimmy amesema si namna hiyo, na mimi nataka nimwambie Jimmy, mimi nataka nitangaze hapa huyu mbunge wenu wa Kiweko, mbunge amesema mambo ya stima, si namna hiyo. Mimi nataka niwatangazie wabunge wa hapa Meru, serikali yetu tuko na pesa bilioni 1.2 ya stima ya Meru. So wewe Daktari Mutunga, fuatana na waziri wangu wa Kawi, tutahakikisha kwamba stima imewaka katika sehemu hii na stima ya kutosha. Si namna hiyo? Na vile vile mimi nataka nimwambie huyu Jimmy kwamba mambo ya title deeds, tayari title deeds 11,000 iko tayari. Mimi nangojea ifike 20,000 ndio nikuje nipatiane hapa. Tunaelewana? Tuko pamoja? Vile vile kazi ile ingine yote hawa waheshimiwa wamesema tumeshaipangia tayari. Na hiyo mambo ya bus mimi naona inawasumbua, wacha lakini hii bus mnataka kutumia kwenda wapi? Ati date asa haya, kama ni hiyo kazi ya masomo nitatumana basi nyingine ikuje hapa. Sawa. So otherwise tunawapenda sana, tunawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana, God bless you. Na hapa tuko na viongozi wengine, niko na waziri